Papa akishafariki, jambo la kwanza kabisa la ajabu linalofanyika, pete yake ile inapondwa. Pete yake inapondwa kuonesha kwamba huyu sio kiongozi wetu tena. Na baada ya hapo zinachukua kama siku 4 mpaka siku 6 huyu papa kuzikwa. Na ndani ya siku 15 hivi basi unafanya mchakato hapo. Ndani ya siku 15 unafanya mchakato wa kumpata baba mtakatifu mpya. Sasa kabla ya kumpata huyu baba mtakatifu, kwanza kuna kuwepo na semina hiyo wanahudhuria wale watakaopiga kura na wale watakao kuwa na haki ya kupigiwa kura, ndio hao wanaitwa makardinali. Wanafanya semina ile ni ya kuwafahamisha hao makardinali yapi yaliyopo katika kanisa, yaliyochanya, yaliyohasi. Hali halisi ya kanisa inawekwa wazi kwa hao makardinali hao. Baada ya hapo ndio wanaingia katika chumba cha kupiga kura. Humo ndani ya chumba cha kupiga kura humo wanaotakiwa ni makardinali ambao umri wao haujapita miaka 80. Hao ndio watakuwa na haki ya kupiga kura na kupigiwa kura kama baba watakatifu au la. Na katika idadi hiyo watakapokuwa hapo ndani, hapo zamani ilikuwa 120, wawepo 120. Hiyo sasa inawezekana wakazidi kidogo, lakini hao watatazamiwa tu theluthi 2. Atakayepata theluthi 2 siku hiyo kupigiwa kura, huyo ndiye atakuwa baba mtakatifu. Na utangazaji wa kura zile kama zinakwenda vizuri katika chumba ambacho huwa wanajifungia bila mwandishi wa habari, bila mtu asiyehusika. Chumba kile kinachofungiwa maana yake unatumia funguo, basi kinaitwa conclave, yani kichumba kilichofungwa chenye makardinali ndani walio tayari kwa ajili ya kupiga kura kumpata baba mtakatifu mpya. Sasa kwa kuwa chumba kile kiko namna hiyo, basi hao waliomo ndani humo mambo yao kama yanakwenda vizuri au yanakwenda vibaya, matangazo yake yanakwenda kwa moshi. Kama kura hazijafaulu kumpata huyo baba mtakatifu mpya, basi kura zile zilizoshindwa zile huwa zinachanganywa na kemikali fulani hivi ili zikichomwa moshi wake uwe mweusi. Kwa hiyo moshi mweusi unapotoka katika chumba hicho alicho makardinali ni ishara kwa watu wote wanaosubiri hapo nje kwamba huko ndani wameshindwa kumpata baba mtakatifu. Na kura zitakapokuwa sasa zimetimia vizuri, zikapatikana theluthi 2 na mmoja wao akachaguliwa pale, basi kura zile zinakusanywa na kutiwa kemikali ambapo zikichoma moto utatoka moshi mweupe. Kwa hiyo moshi mweupe unaotoka katika chumba kinachoitwa conclave hicho ndio kuonesha kwamba huyo mtu amepatikana. Na huyo aliyepatikana anavaa nguo zake, manake zinakuwa mavazi yameshatayarishwa huko ndani, kila kitu, kanzu, mshipi, kila kitu. Alafu na humo ndani anaulizwa yeye ataongoza kanisa kwa kufuata ufundi au tuseme labda maadili au fadhila za mtu gani. Huyo mtu anachagua jina lake hapo. Wakati huo moshi mweupe umeshatoka na mtu anayeongoza kule kwenye chumba pale ameshatoka pia, amesema tunaye papa. Sasa wakati watu wanasubiri sasa huyo mtu ndani humo awe amevaa nguo zake na jina lake, amechagua kila kitu. Sasa akishavaa na kuchagua jina lake ndio atatokea nje kwenye dirisha kwamba papa wenyewe ndio mimi na jina langu ni fulani. Kwa hiyo ndio hapo unapopatikana majina. Kwa mfano huyu aliyefariki hapa, yeye alichagua kwamba ataongoza kwa fadhila za amani, fadhila za kupenda watu, kama mtu aliyekuwa anaitwa Francis wa Assisi. Ndio maana alikuwa anaitwa Francis. Na kabla yake yule aliyekuwa anaongoza alisema mimi nitaongoza watu kadiri ya fadhila za Benedicto, aliyekuwa anafundisha watu kazi na sala, ndio maana yule aliitwa Benedicto. Sasa aliitwa 16 kwa sababu kabla yake walikuwepo watu waliomchagua Benedicto 15. Yeye akawa mtu wa 16. Huyu hapa alimchagua Francis akiwa mtu wa kwanza. Kwa hiyo ikawa haiwezekani tukamuita wa pili wala wa tatu wala wa 4, kwa maana alikuwa anaitwa tu Francis. Ila atakayekuja huyu akisema anataka pia aongoze kwa fadhila za Francis, basi huyu aliyekufa ataitwa wa kwanza na huyo atakayekuja huyo ataitwa wa pili. Usiri huo nataka
Kanisa Katoliki huwa linazuia migogoro, wakiwepo mle waandishi wa habari wala wanapotoa siri wala nani alipata kura gani, si kulikuwa na vizuizi gani, labda kulikuwa kama aina ya kampeni, yaani kuna uchafuzi fulani hivi, waandishi wa habari wakiwepo mle, manake ninyi waandishi wa habari huwa mnawinda matukio yale ya ajabu yale yatengeneze habari. Sasa hayo mkiyaleta nje mtaleta vurugu katika kanisa. Ndio maana huwa anajificha yaliyo humu maovu, yaliyo mema basi yawe siri. Unajua kila taasisi ina haki ya siri. Kwa hiyo kanisa linalo haki ya siri ya mambo yalivyokwenda humo ndani katika chumba hicho cha kumteua Baba Mtakatifu. Vinginevyo unaweza kuvuja vitu vya ovyo. Wengine ni vitakuwa tu waandishi wa habari sio waliona kitu fulani, mtu anakonyeza sio anafanya nini, jambo lile likawa kubwa huko nje, kanisa ikapata kazi kubwa sana kuzuia jambo hilo lilitokaje na kulitetea. Kwa hiyo haki ya kanisa ni haki ya taasisi zote kuwa na siri zake. Jeshini kuna siri zake. Mimi sidhani kama kuna waandishi wa habari wanaofika siku wanapofanya mambo yao jeshini. Hata nyinyi waandishi wa habari mnajua ndege za taifa zinakaa wapi? Hapana. Silaha zinakaa wapi? Naweza kutangaza? Hapana. Basi kila taasisi na siri zake. Sasa siri za kanisa moja wapo ni namna Baba Mtakatifu ndani mule alivyoteuliwa. Kura zilikwendaje, zitaishia wapi? Hiyo ni siri yao. Hatuhitaji watu wengine kujua. Na Father, mazungumzo yamekuwa ni mazuri kweli, mambo mengi tumekuwa tukiyafahamu hapa. Lakini wakati mchakato huu unapoelekea kwenda kumtafuta papa mwingine, kumekuwa na minong'ono, pamekuwa na misemo, watu wamekuwa wakizungumza kwamba hapajaikuwa na papa kutoka bara la Afrika. Hili ni kwa nini na mtazamo wenu ni upi hasa? Ndio, la papa Mwafrika ni kutosha kura tu. Mapapa hawatiaguliwi kukabila wala nini, wanatiaguliwa kwa jinsi wanavyoaminika. Yule kardinali, yule makardinali wenzake wanamfahamu, wanajua kwamba huyu hapa tukimpatia majukumu anaweza kuiendesha. Unajua kanisa Katoliki ni kanisa kubwa, lina waumini karibu bilioni 1 na milioni 400. Sasa lazima pewe mtu ambaye wanamwamini. Sasa kama siku moja atatokea papa au katika kura zile yule candidate akawa Mwafrika na watu wakamwamini kwamba anaweza kuendesha, atapata kura zake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi jibu yake ni kwamba hao makardinali wetu weusi hao kura hawajapata za kutosha siku yoyote ile. Kwa hiyo katika mchakato uliopita ule walikuwepo, hawakupata kura za kutosha. Mchakato huu unakuja hivyo na wao watakuwepo. Akiwepo atakayepata kura za kutosha, unajua mambo ya wajumbe, wakiridhika naye basi. Kwa hiyo sio ubaguzi, ni kutosha tu kwa kura. Kama kura zitatosha siku yoyote ile atapata mweusi, sio kwa sababu ya ubaguzi, hapana. Ndio maana mule ndani wanajificha wao peke yao, na wanamuomba Roho Mtakatifu awasaidie, waongoze, wampate mtu ambaye anaaminika na wote, na hivyo kupewa kura za haki. Mwisho kabisa Father, unadhani kanisa na ulimwengu unapaswa kumwenzi vipi Papa Francis? Ni mwenzi kama mtu mnyenyekevu na mtu ambaye alijitahidi kutaka kushusha ulimwengu kuwa majigambo na majivuno na vita na nini. Yeye kwa kweli alikuwa mtu anayetaka amani, mtu anayetaka watu wawe wapole, wanyenyekevu na kadhalika. Alijitahidi kuishi hizo fadhila za huyo mtu aliyeitwa Mtakatifu Francis. Yeye ndio alikuwa na tabia hizo, mtu wa amani, mtu ambaye kutaka vita, mtu ambaye alitaka watu wote hisi kwamba ni wana wa Mungu na wana hadhi sawa. Naam, nakushukuru sana Father kwa kuungana nasi na nikutakia wakati mwema, wakati upi ambapo tunaendelea kuomboleza kifo cha Papa. Asante sana na kila laheri hapo studio. Asante sana.